Methali ya kwanza ya leo inasema mwana wa yungi hulewa seuzi wa ulimwengu, na namba pili inasema mwana wa mhuzi asiposana huvuvia. Namba tatu, mti mkuu ukivunjika wana wa ndege huyumba. 4, mfinyanzi hulia kwenye gaye. Na 5, mtambua ndwele ndiye mganga. Kwanza, mwana wa yungi hulewa seuzi wa ulimwengu. Neno mwana wa yungi maana yake mtoto aliyelelewa katika mazingira ya anasa au utajiri mwingi sana. Hulewa maana yake anakuwa msumbufu, mkorofi au anapoteza maadili mema. Seuzi wa ulimwengu inawakilisha vipi kuhusu mtoto aliyelelewa katika mazingira ya kawaida au magumu. Hii inaashiria umuhimu wa malezi thabiti na tahadhari dhidi ya anasa. Anasa na utajiri mwingi bila malezi bora vinaweza kuharibu tabia na maadili ya mtoto na kumfanya anakuwa mkorofi. Methali ya pili inasema hivi: mwana wa mhuzi asiposana huvuvia. Mtoto wa mhuzi inamaanisha kwamba ni mtoto wa mtu anayetengeneza vitu kwa chuma na moto. Hata asiposana inamaanisha asiposhughulikia chuma au moto moja kwa moja. Atakuwa karibu na moto na kujua angalau kuvuvia, yani kupuliza moto kutumia mvukuto, kifaa maalum ili uwake zaidi. Hii inawakilisha namna ambavyo mazingira yanavyoathiri tabia na ujuzi wa watu. Athari za mazingira na malezi tunayoyapata huathiri sana ujuzi, tabia na maisha yetu, hata kama hatushughulikii kazi za wazazi wetu. Kisawe, mwana hufuata kisogo cha nina. Na methali ya tatu inasema hivi: mti mkuu ukivunjika wana wa ndege huyumba. Neno mti mkuu limewakilisha mzee mwenye busara, kiongozi au mtu muhimu katika jamii. Ukianguka ina maana akifa au akipoteza nafasi yake. Na neno wana wa ndege huyumba maana yake wategemezi, familia au jamii inayomtegemea huyumba, yaani hupata matatizo, shida, kukosa mwelekeo na kadhalika. Kifo au kuondoka kwa kiongozi muhimu au mtu mwenye msaada mkubwa huathiri sana wale waliokuwa wanamtegemea na kuwaletea shida. Methali hii inatufundisha tufanye maandalizi ya baadaye kwa kuandaa watu wenye uwezo wa kuwasaidia wengine, kwa sababu ni muhimu sana kwa utulivu na maendeleo ya jamii, na jamii kuishi bila wao huleta hatari. Kwa hiyo inahimiza kuandaa viongozi au wasaidizi wengine ili kupunguza athari wakati kiongozi mkuu anapokosekana. Na methali ya 4 inasema hivi: mfinyanzi hulia kwenye gaye. Neno mfinyanzi maana yake mtu anayetengeneza vyungu au vyombo kupitia udongo. Anaweza kuwa na uwezo wa kutengeneza vyombo vingi na vizuri, lakini nyumbani kwake akawa hana vyombo bora na kutumia gaye. Hii inaashiria namna ambavyo mtaalamu au fundi anavyoweza kutoa huduma bora kwa watu wengine, lakini yeye akakosa huduma hiyo au bidhaa hiyo nyumbani kwake, yaani mtaalamu kutokufaidi utaalamu wake. Methali hii inatufundisha kuzingatia mahitaji binafsi na umuhimu wa kutumia utaalamu wetu au uwezo wetu wenyewe, sio kwa watu wengine peke yake. Na methali ya 5 inasema hivi: mtambua ndwele ndiye mganga. Neno ndwele inamaanisha ugonjwa na mganga ni mtaalamu wa tiba. Mtu anayetambua au kuelewa ugonjwa ndiye mganga wa kweli. Tatizo lolote ili litatuliwe, chanzo ni kulitambua, na mtu atakayelitambua ndiye mtaalamu wa kulitatua. Kwa sababu dhana inasema ukijua tatizo ni nusu ya kulitatua. Hii inaashiria mtu anapokuwa na tatizo lolote la kimaisha, huyo ndiye anayetakiwa kujua na kulifanyia kazi, kwani yeye ndiye anayepaswa kuwa mganga wa maisha yake. Kupitia methali hii tunajifunza umuhimu wa kujitathmini na kufanya utafiti mbalimbali kuhusu sisi wenyewe ili kujipatia suluhisho ya baadhi ya matatizo. Sio kwamba kila tatizo ni lazima lipelekwe kwa daktari au kwa wataalamu. Mimi nihitimishe kwa kusema, mimi sikuja kukufundisha bali tunakumbushana. Kumbuka, maisha ya kutambua unavyojitambua na walimwengu kutambua unavyojitambulisha.
Mimi ni Mzafar Shabani wa Kambo na hii ni Sauti ya Maarifa. Usipoifuatilia hautaisikia tena. Fuata nyuki ili ule asali. Uungwana ni kitendo, na kitendo cha umuhimu ni kufanya subscribe na ubonyeze alama ya kengele, lakini pia usisahau kushare na kulike na kushauri ufanye comment kama kuna mesari unataka tuishughulikie au tuitafsiri. Tupo kwa ajili yenu.